Dada, kuna watu wanatuchezea mchezo. Humo ndani kuna ushirikina kabisa nauona. Dada. Mchezo gani? Dada, ndo inatoka chini, inapanda mpaka inafika kwenye mawingu, inaelea, baadaye inakuja inashuka chini. Tena mbili huku na huku dada. Wewe kwa umechanganyikiwa wewe. Mbona mimi sijawahi kuona hizo ndo zinapaa? Wewe kuna nini? Mbona unatoka nyumbani unakimbia? Dada, kuna watu wanatuchezea mchezo. Humo ndani kuna ushirikina kabisa nauona. Dada. Mchezo gani? Dada, ndo inatoka chini, inapanda mpaka inafika kwenye mawingu, inaelea, baadaye inakuja inashuka chini. Tena mbili huku na huku dada. Wewe kwa umechanganyikiwa wewe. Mbona mimi sijawahi kuona hizo ndo zinapaa? Habari zenu? Mbaya. Dada, kwani kuna shida gani? Unaweza ukanielezea kinachoendelea hapa? Kinachoendelea hapa ni huyu ndugu yangu. Anatoka nyumbani anakimbia. Amesema kuna vitu ameviona vya ajabu. Mara ndoo zinapaa juu. Lakini mimi nashangaa, sijawahi kuviona vitu kama hivyo, lakini mimi sijui amevionea wapi. Dada, hapo kutakuwa na shida, lakini naweza kukusaidia. Kama hautojali, unaweza ukanitafuta. Nitakupata wapi sasa? Dada, dunia sasa hivi iko kiganjani. Kwa hiyo ni rahisi sana. Ukinihitaji, utanipata. Utanitafuta. Na wewe simama tena nyumbani ukanionyeshe vitu vinavyopaa juu. Sasa hapo umeongea. Twende kakuonyesha. Tena inabidi sister tuwai. Unaweza ushangaa paka nyumba tukaikuta inaelea. Twende kakuonyesha.
Dada, nimekuita hapa ili niweze kuongea na wewe vizuri kuhusu tatizo alilonalo mgonjwa wako. Tatizo la mgonjwa wako lilikuwa ni kubwa sana. Alikuwa na tatizo la neva, na mfumo wa neva ni mfumo muhimu sana katika mwili wa binadamu na unahusisha ubongo, uti wa mgongo na neva zote zinazohusiana na sehemu nyingine za mwili. Na kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuharibu mfumo wa neva, na mara nyingi ni matokeo ya tabia ya mazingira au magonjwa. Mfano, matumizi ya dawa za kulevya, cocaine, heroin, bangi na vilevi kama pombe zinaweza kuathiri ubongo na mfumo wa neva kwa njia mbaya. Dawa hizi husababisha uharibifu wa seli za ubongo, kudhoofisha uwezo wa kufikiria na kumbukumbu, na muda mwingine huleta matatizo ya afya ya akili na ijulikanayo kama hallucination, nyepesi za kuona, au perpetual distortion, mabadiliko ya mtazamo kama hayo ambayo anayaona. Hallucination ni hali ambayo mtu anaona vitu, anahisi sauti, ananusa au anahisi vitu ambavyo havipo kabisa. Hizi zinaweza kuhusika na matatizo ya ubongo au mfumo wa neva katika muktadha wa kuona vitu visivyo halisi kama vile ndoo kuwa angani. Hili linaweza kuwa ni vision hallucination, nyepesi za kuona, ambapo ubongo unapata picha ambazo si za kweli. Perceptual distortion ni hali ambayo mtazamo wa ukweli unabadilika na mtu anaona au anahisi vitu tofauti na inavyotakiwa kuwa. Mfano, mtu anaweza kuona kitu kikubwa au zaidi au kidogo kuliko kilivyo, au kuona kitu kiko mahali tofauti na kilipo. Nimekueleza kitaalamu ili uweze kupata picha ya magonjwa kama haya, na dawa zipo zinasaidia kupunguza au kuondoa dalili za hallucination na kutoa usawa kwenye mawazo ya mgonjwa. Dawa zipo nyingi sana. Kuna olanzapine, aripiprazole, clozapine. Zote hizi ni dawa kwa matumizi ya schizophrenia kali. Kwa hiyo, kwa sasa nitakupa dawa kwa ajili ya mgonjwa wako, naamini atakuwa sawa. Asante sana daktari. Karibuni sana. Asante.